Hello guys, and in today's video tunaongelea one of the story yenye imetrend hapa 254 and ni story ya Butere Girls because of war. And tumeweza kuona a lot of things zimekuwa ziki happen since jana usiku, since the author ama mwenye alikuwa ameandika the play aliweza kushikwa, that is Cleophas Malala. And yeah, kutoka then tumeona videos zikienda around, and from the look of things like government ama whoever is responsible afanyi the right actions juu kudeal na students. Juu tuliweza kuona jana aliweza kutiaga students, pia sahi anatiaga students. You know, but actually sielewi about our police yenye wako ground, sababu niko sure most of them wako na watoto. The easiest of way, kama wako wanataka kwa hiyo venue, the easiest of people wangeambia kuwatoa hapo ni walimu, sababu walimu ndio wako responsible for the students. Ndio wamewaleta hapo. Sasa sikuelewa like yes ni 16 year olds, 17 year olds up to 14 au ndio kwa high school, but hiyo ni very weird way of dealing na watu, kuwapiga tu tear gas. Like hiyo ni kama sijui mbona wa understanding like tear gas is solving issues. Hapa tunaweza tuongelesha watu waambie tumepewa orders amfai kwa hapa endeni. Ama mna create disturbance endeni. Sielewi mbona lazima wapige tear gas. Wamewapiga tear gas mara mbili jana wakipractice na sai morning wakienda perform. Walikuwa wame walk out, waja perform. Wame walk out. Sababu wakiingia walikuwa like walishangiliwa na the other students, watu walikuwa hiyo around audience. Wakashangilia wakiingia. But sasa hivi wenye waki walk out, wame walk out. So I think walikuwa jaribu kutolewa kwa venue. Ndio sasa hiyo commotion yote imetokea. Ndio wakaanza kuwatia gas again. And come to think of it, tumekuwa high school, pia sisi tumepitia high school, and one thing naweza sema like hizo vitu zimekuwa especially kwa set books. Tuliweza kuona, tulisoma kidagaa kimemozea, kulikuwa na zingine huku ushirikiano, kulikuwa na other set books even before sisi wenye tulisoma kidagaa, and zilikuwa zinaguzia politics. Na politics hawako wana portray the good picture ya politics, walikuwa wana portray the bad things the politicians are doing to kulinda watu ama like to their nations. So this kitu mbona like inakuwa so much a big deal, like yenye ni kai government haiwezi vumilia juu si the first time hizo places zinachezwa. Hata mimi sielewi mbona wana make it a big deal. Yes, the play na assume ni ile yenye bado tunaona kitaja Kasongo somewhere. Si mbona like wana take it that personal, which najua hata Ruto wako najua play in exist in the first place. True. Maybe hao wenye wako responsible for au judges sama kitu kama hiyo ndio like walifanya gate ikakuwa kubwa hivi. Juu watu hiyo wangefanya hii play yao, hata sisi hatungeijua. Wangefanya tu like hata sasa hiyo wangekuwa perform leo. Niko sure most of us hatungejua hata kuna drama festival zinaendelea. True. Hii story ingeenda na ipite. But sasa junali hii story ya kuwafungia ime create such a big like sasa imekuwa actually an issue. Hata inaweza kuwa play yenyewe sio kali hivyo, but since we create history yote behind it, iko hapo sasa. Kila mtu like anataka kujua like what's the thing behind it. Personally nimesikiza some snippets and I don't think ilikuwa that bad. I think ina portray what is happening. Ni ukweli Kenya. Ni ukweli what is happening ndio walikuwa wanasema. And sidhani like hivi venye government inajaribu kuwapiga like ni watoto, like find other battles to fight, like ni watoto, like hii ni future yetu, like ni watoto, like ni kama waanze kureason na mtoto wa class 6. You can never reason na mtoto wa class 6. Even though government yetu ina portray hiyo vitu zote. Juu hakuna there is no way like utai reason na mtoto mdogo like. Wangetafuta other means. Hata maybe wangesema hiyo play yote ikanseliwe. Maybe. Sio nilikuwa I think the goal, but I think watu wamepigana to this level. Plus wanapata support from outside, from watu kuinje, wana support. The one thing nafikiria maybe imeleta issue yote ni nini inaitangwa aje, ni juu Cleophas Malala. Najua at some point alikuwa part of government. Alikuwa senator. Ni nominated ama ni senator? Alikuwa senator. Was somewhere in Butere, I think it's in Kakamega au Mabe, hizo sides. But sasa yuko kwa government. Sasa yako nini? Ako more ile side ya Rigiji. So I think ndio imeleta historia yote. I think walikuwa wajaribu kupiga Cleophas somehow, some political thing, or maybe wajaribu kuscore somewhere. Sabota although he play nini like inaongelea stories za government, kama ni ameandika I guess naona wanaipiga most. But sielewi like mbona watu wapitisho through hizo vitu zote. Na sasa hii Cleophas ameachiliwa. Hajaachiliwa, watoto wamesema like watoke hapo hiyo the school in Nakuru, I don't remember the name. Wamesema watoke hapo tila achiliwa. Ataachiliwa tu I think at some point, but sijafurahia vile polisi wanahandle. Na pia ataachiliwa considering hakuna case against him. Kuandika play, hata mimi naweza andika play, ni freedom of speech na hakuna like
kuandika play si a crime in Kenya. So I think ataachiliwa tu unless maybe wanataka tu kumharass for no good reason. Talking of the government, pia tuliweza kuona jana story ya Sha, Jana Duale alikuwa kwa JKL live with Jeff Koinange, and akaweza kupromise like hii government, what I'm trying to say is that like hii government inataka tuwasifu for things that they are not doing. Unaona like venye Moi alikuwa anafanya vitu different, like alikuwa anakosea wananchi, but all the songs zenye tunasikizanga za Moi zinafunga zile za kumsifu. Hakuna like initiative mbaya. I think government ina try to kutupeleka to that side yenye kama ni shairi tutengeneza yenye inawasifu. I think around the same thing. Kuna shairi nimekuonyesha sasa hii time ya Moi. Ukaniambia I think hiyo ndio Kenya walikuwa expect watu waende wafanye. Hizo mashairi ya kusifingi. But in what else we are doing nothing. Hata jana hiyo interview niliweza kuwatch ya JKL live, niliweza kuona like in a way nika the minister of Duale. That is Duale alikuwa anajaribu ku make Jeff Koinange ni kama like aseme like Shane afanya, but he was trying to be like kumwambia hapana ifanyi, but ana insist inafanya hadi akaweza kumwambia to a point that ati kama uko na emergency ukienda usinapaswa kutitiwa, be it a public hospital, be it a Catholic hospitals, be it a private hospital, unapaswa kutibiwa. Najua in his defense mimi niliulizia about the story ya Sha. Unajua si ni paid members tunalipanga kila mwezi. Niliulizia wakaniambia huwezi toka like naona sasa ukitaka kutumia Sha huwezi enda to the biggest hospital available. Lazima uanze level ndogo kwenda ukipanda. Walisema hivyo ndio Sha ina work. Like huwezi enda tu kwa umejipeleka Kenyatta. Lazima uanze chini ku refer to Kenyatta ndio wako Kenyatta. So ukiwa huko chini ndio itakusaidia than ukiwa huko juu. Hivyo ndio mimi nilisikia kuhusu about. But sio story actually nimeconfirm. Sijakuwa mgonjwa to point nahitaji kutumia hiyo social health ni fund ama ni nini. Hata sijui. So I think government to step down, tuache kufight watoto, and Butere girls tuache wafanye kitu wanafanya ni drama, like hata ihusu government in any way, like we have other things to focus on, like Sha make sure ina work, kusaidia watu wako huko kwa mashinani, like kupata a lot of things zenye hawana, kama kukaba hata floods za Nairobi, like hiyo ni kitu wanapaswa kuwa na focus nayo, like focus nayo like watu wache kufocus na watoto like. But I think story kama hizo vinaonana ni kama distraction, like ile wana to distract from something else in sababu kama saa hii the whole country plain as kuwa kali, but the whole country hatuna nini time ya kushinda tumeangalia like tunabishania kuhusu hii play itacheza au maichezo. I think vitu kama hizo kwa distraction. So naona okay, wacha tuwapige na historia ya Butere. Hii Butere tumesikia sasa hiyo at least for a few days, maybe the last 5 days imekuwa tukiongelewa kila mahali. Sasa hii itakuwa hivyo maybe until mwisho wa hii wiki. Sasa hii inatu distracting from vitu zingine zinaendelea Kenya. True. I think hivyo ndio huwa point ya tuwapea tu kitu kuwasumbua for a few days. Sasa Butere imejileta wakashine nayo. I think one of those things. But polisi wajifundishe kudeal na watu. Sikia gas ni watu wa shule wanaweza kuwa wanasumbua nini. Najua teenagers wanaweza kuwa vichwa ngumu. But kuna ilikuwa tu one bus. Maybe ya watu 60 kaenda sana. Kuna walimu hapo wanaweza tumia walimu kuambia okay, tumepewa order samfai kuwa hapa, endeni huko, endeni mkae place fulani, ama mtoke hapa mwende whatever place mko mnalala for now until tupewe directive kama mtemneza mtaperform ama mtaperform. Walikuwa sha perform wame walk out, sio wame perform national anthem wakatoka. Wangewaambia tu hivyo, baada ya kuwafukuza na tear gas. The same thing na jana usiku watu wao na practice. After practice juu wakawapiga tena na tear gas. Hiyo ndio part sielewi. Hata like wali tear gas students na pia journalists. Pia kuna hiyo journalist wa Citizen aliweza kutear gas hiyo. I think aligonga na rungu sio kutear gas hiyo exactly. Nini? Sababu kati mtu akagonga na tear gas inakuumiza. Nini? The other thing niko hata umenitoa kwa point. Hiyo place wana performia ni ya shule ama ni place tu? Ni shule. Kwa hivyo watu wakitiaga so wanatiaga other students pia. Juni ni nationals. Kwa hivyo shule zote za Kenya ziko huko. Ni nationals wana perform. Sasa you know part actually sielewi mbona wanafanya hivyo. Sababu yes huku kwa street watakuja kunywa tear gas at some point, but wacha wakiwa shule at least wa abstain from tear gas. And I think that's it for this video. Don't forget to like, comment and subscribe.